Karibu tena kwenye somo jingine siku ya leo. Somo linasema Naomi arejea nyumbani, mkamwana alimpenda aende naye. Zamani, enzi zile za waamuzi, ambapo kuna historia tele ya kupungukiwa na utukufu wa Mungu na mambo ya kuogofya, kipo kisa cha kutia matumaini kwa binti aliyekuwa wa kabila la adui kwa Israeli. Palikuwa na njaa katika nchi ya mtu mmoja aitwaye Elimeleki wa Bethlehemu ya Yuda. Aliondoka na mke wake Naomi na watoto wake wawili wa kiume, Maloni na Kilioni, kwenda kuishi Moabu. Watoto wake wa kiume wakaoa wanawake wa Kimoabu, mmoja aliitwa Orpa na mwingine Ruth. Walikaa huko miaka 10, na Elimeleki, Maloni na Kilioni wakafa. Ndipo Naomi alipoondoka na wakamwana wake ili kurudi katika nchi yake, katika mji wa Bethlehemu, maana alisikia Mungu amewajalia watu wake na njaa imekoma. Wakashika njia kurudi, lakini Naomi aliona itakuwa binafsi kuambia wasichana hawa kuiacha nchi yao kabisa, kwani wangeweza kuolewa tena kwao, maana hawakuwa wazee. Akawaambia Orpa na Ruth warejee kila mmoja nyumbani kwao, na akasema, Bwana awatendee mema ninyi kama ninyi mlivyowatendea mema hao waliofariki, na mimi pia. Bwana na awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani mwa mumewe. Wakweze walipaza sauti na kulia. Kweli huyu mama mkwe alikuwa na upendo na walipendana naye. Jambo hili ni la kujifunza hata leo, jinsi ya kuishi na mama mkwe, wakamwana, mawifi, mashemeji, ndugu na hata washiriki. Naomi ni mfano bora, kwani wakwezi walisema, la sivyo, lakini tutarudi pamoja nawe kwa watu wako. Naomi akawasihi warejee. Alisisitiza kwa nini kufuatana nami. Akawaeleza kuwa hakuwa tena na watoto wa kiume ambao wangewaoa, na hata angezaa tena, wao ni watu wazima, wangesubiri mpaka hao wavulana wakue, na hata pengine asingezaa wavulana. Basi Naomi akasema maisha yake ni magumu kuliko yao, kwani amefiwa na watoto wawili na mume, na tena ni mzee. Wajane wote watatu wakapaza sauti zao na kulia. Kisha Orpa akambusu mama mkwe wake na kuagana naye. Naomi akamtazama Ruth na kumwambia, mwenzako amerudi kwa watu wake na Mungu wake, basi urejee wewe, mfuate urudi naye. Hapo ndipo Ruth aliposema maneno ambayo yamekuwa akisiwa katika maneno ya bwana na bibi arusi wakati wa kufungiwa ndoa. Ruth akamwambia mama mkwe maneno haya, usinisii nikuache, nirejee nisifuatane nawe, maana uendapo nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapokufa nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa. Bwana anitendee hivyo na kuzidi, ila kufa tu kututenga wewe nami. Basi Naomi aliona binti huyu wa Moabu amekazana mno, akaacha kukazania arudi kwao Moabu. Inawezekana Ruthu aliona Mungu wa Israeli ni wa kweli na anastahili kumfuata, akilinganisha na miungu ya Moabu. Wakasafiri mpaka Israeli, na kweli wakafika Bethlehemu. Wale watu waliomfahamu Naomi walijiuliza, ni Naomi kweli? Je, huyu ni Naomi? Akamwambia, wasimuite Naomi bali Mara, maana ametendewa machungu mno. Akawakumbusha jinsi alivyoondoka akiwa amejaa na sasa hakuwa na kitu. Walifika na mkwe wake Ruthu wakati wa mavuno ya shayiri, na hili likawa baraka kupata chakula na hata kufanya kazi ili kuondoa mawazo mengi. Hata hivyo, Mungu alikuwa na zawadi kubwa zaidi kwenye shamba hilo.
Naomi alikuwa na ndugu ya mumewe, mtu mwenye cheo na mali kwenye mji huo, aliitwa Boazi. Huyu alikuwa mjukuu wa Rahabu, yule aliyewasaidia wapelelezi kuingia Yeriko. Naomi akamwambia Ruthu aende kuokota masazo ya chakula kondeni. Siku hizo ilikuwa ni sheria katika Israeli kwamba mtu akivuna aache masazo kwa watu masikini ili wapate kuokota. Ruthu alienda kukusanya masazo mpaka akafikia shamba la Boazi. Boazi alitoka mjini na kuwaamkia wavunaji, Bwana akae nanyi. Wavunaji walipomjibu, Boazi akamuuliza mtumishi wake aliyesimama kwamba huyu msichana mgeni ni nani? Akamwambia, ni yule msichana Moabu aliyerudi na ndugu yao Naomi. Aliomba aruhusiwe akusanye masazo nyuma ya wavunaji kati ya miganda. Watumishi wakamsifu Ruthu kuwa ni msichana mwenye bidii, ameshinda tangu asubuhi hata sasa, isipokuwa alikaa nyumbani kitambo kidogo. Boazi alikuwa mtu mzima kwa Ruthu, akamwambia, mwanangu, sikiliza, wewe usiende kuokota masazo katika mashamba mengine, wala usiondoke hapa. Akamwambia akae karibu na wasichana wake. Alimsaidia kwa usalama pia, ili asipate shida au hatari, kwa kuwa kwenye mashamba ya watu waovu hakuna shida. Akamwambia aendelee tu pale. Akamwambia wale wanaume pale wamtendee vyema kwa ungwana, na akitaka maji anywe kwenye mitungi yao. Ruthi akainama na kushukuru. Alisema, jinsi gani amepata kibali machoni pako, hata ukanifahamu mimi mgeni. Boazi akamwambia, nimeelezwa sana yote yomfanyia mkweo tangu alipokufa mumeo, na jinsi ulivyoacha baba yako na mama yako na nchi uliozaliwa, ukawafikiria watu usiowajua. Ruthu alikuwa amejitoa kwa ajili ya mkwewe. Hakujua kikatokea nini ugenini, na kabila lilikuwa adui wa Israeli, ila aliamua kumfuata mama mkwe wake. Na Mungu wa Israeli, fadhila, uaminifu na uwezo wa kufarijiana katika msiba ya maisha ni viungo muhimu vya kila mahusiano yenye afya. Je, fadhili zako, uaminifu na faraja imarishaje mahusiano muhimu ulionayo leo? Ruthi hakukata tamaa, na tujifunze utunzaji wa Mungu. Hataki wenye nyakati ngumu, na kufurahia baraka za fadhila hata wakati tunapoendelea kubeba mizigo mizito. Tunaweza kujaribiwa kuamini kwamba Mungu ametuacha, lakini hajatuacha. Hatujaona mwisho wa kisa cha maisha yetu kama Mungu aonavyo, na hakika kuna ushahidi karibu nasi wa wema wake kwetu. Mungu anatamani tumtumaini na kumfurahia kama baba yetu anayetutakia mema. Fadhila, uaminifu na kufarijiana tunapopata msiba ya maisha ni viungo muhimu vya kila mahusiano mazuri. Je, fadhila zako, uaminifu na faraja zitaimarishaje mahusiano yako muhimu leo? Kisa hiki cha Ruthu kilitokea wakati wa waamuzi, wakati wa vurugu, ukatili na uvunjaji wa sheria. Ni rahisi kuzama kwenye unyonge wetu wakati wa changamoto. Mungu alikuwa tayari kuonyesha Naomi kwamba anamjali na ataendelea kumtunza katika uzee wake. Hebu tujifunze utunzaji wa Mungu hata dhidi ya nyakati mbaya, na kufurahia baraka na fadhila hata wakati wa kubeba mizigo mizito. Tunaweza kujaribiwa kuamini kuwa Mungu ametuacha, lakini hajafanya hivyo. Hatujaona mwisho wa kisa cha maisha yetu bado. Tuombe tufunguliwe macho na kuona wema wake kwetu. Mungu anatamani tumwamini na tumfurahie. Wakati Wanaisraeli wengi wakifanya ibada ya sanamu, Ruthu alitambulishwa kwa Mungu wa mbinguni, na aliamua kubaki mwaminifu kwa Mungu wa gharama yoyote. Yesu anasema, mimi ni ufufuo na uzima, yeye aniaminie ingawa amekufa bado ataishi. Lazima tuwe
tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Hebu tuhakikishe kwamba tutakuwa miongoni mwa wale ambao watakuwa waaminifu kwa Mungu hadi mwisho kabisa. Hii inawezekana ikiwa tunamruhusu Yesu kutushikilia mikono yetu. Isaya 41:10. Tunamwendea Mungu katika jina la Yesu kwa mwaliko maalum, naye anatukaribisha kwenye chumba chake cha faragha cha kusikiliza maombi. Anaikabidhi ile nafsi iliyonyenyekea, iliyotubu katika ile imani Kristo, ambayo kwayo anahesabiwa haki. Yesu anafuta uovu wake kama wingu zito, na moyo uliofarijiwa unapaza sauti kwa kushangilia. Bwana, nitakusifu ingawa ulinikasirikia, hasira yako imegeuka na umenifariji. Isaya 12:1. Maswali. Mume wa Naomi aliitwa nani? Kwa nini walienda Moabu? Waliishi miaka mingapi Moabu? Mkamwana aliyerudi Moabu aliitwa nani? Kwa nini watu waliruhusu wengine kukusanya masazo ya shamba? Leo watu wanapaswa kufanya nini kusaidia wenye mahitaji kama siku zile? Naomi alisemaje alipoona Ruthu ameleta chakula alichokota? Boazi alipata habari za namna gani kuhusu Ruthu? Basi Mungu akubariki sana, mtoto na kijana wa Yesu. Mpaka wakati mwingine, ni mimi msomaji wako Daniel.